Mwanadamu yoyote anakuwa mgonjwa. Anapokuwa mgonjwa lazima atafute tiba. Tiba lazima itoke kwa daktari. Ni kweli kuwa ganga ya mganga huacha mgonjwa akiwa na matumaini. Lakini matumaini kama hayapo, basi ni kusema kwamba ugonjwa umemlemea. Na ugonjwa unapomlemea mgonjwa, mwisho inalazimika inakuwa kifo. Kwa binadamu wa kwanza ambaye ni Adamu, ugonjwa wake hatujaambiwa katika Biblia au hatukuambiwa mahali popote ambapo alipelekwa hospitali angalau kupata matibabu. Lakini katika ngano za Kiyahudi twaelezwa kwa kindani vile Adamu alikuwa mgonjwa. Kiini cha ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua ulikuwa umetumwa na Mungu mwenyewe. Warumi sura ya 5 kuanzia 12 mpaka 21 yaonyesha wazi vile Adamu alitenda dhambi na dhambi ikamletea kifo. Mwanzo sura ya 3:19 yaonyesha wazi vile kutotii kuleta shida ya dhambi na baadaye kifo kikaingia ulimwenguni. Kuna mfalme ambaye alikuwa mgonjwa, mfalme Hezekia. Wafalme wa pili 20 kuanzia 1 kuendelea, vile Hezekia alikuwa mgonjwa. Yote haya nimekuletea na mengine mengi uelewe kuwa ugonjwa upo, na ugonjwa unapokuwa basi tiba inatafutwa. Ganga ya mganga huacha mgonjwa akiwa na matumaini. Lakini kwa Adamu ambaye ni binadamu wa kwanza ilikuwa namna gani? Adamu mwanadamu wa kwanza aliishi kwa miaka 930. Ni kawaida kwa mwanadamu yoyote ambaye ako na damu na nyama lazima awe mgonjwa. Lakini kwa Adamu ugonjwa usiojulikana ulimkalia sana. Na hapa Adamu alihisi kuwa siku za kuishi ulimwengu huu siku ukingoni. Aliwakusanya wanawe na wana wa wanawe mbele ya mlango alipokuwa anafanyia maombi mbele za Mungu. Lengo lake lilikuwa ni moja tu. Alikuwa awabariki atakapoondoka katika ulimwengu, apate kuwa amewabariki na wataendelea kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Wote walipokuwa karibu na mlango walishangaa kumwona akiwa amelala kitandani mwake na akiwa na maumivu mengi sana. Kiini cha maumivu na ugonjwa huu kilikuwa ni kitendawili kwao. Walifikiria kuwa labda alikuwa amefanya kazi ngumu kutwa yote shambani, ilikuwa inamletea shida, chofu na ugonjwa ambao bado ulikuwa umemsumbua. Jambo hili liliwaacha wote wakiwa wanakereketwa mioyo yao washindwe la kufanya. Seti mwanaye na kitinda mimba wa Adamu aliamua kwenda mbele ya lango la paradiso kuomba Mungu atume malaika wake na dawa ambayo ilikuwa inatoka katika mti wa uzima. Ilikuwa na mafuta yangemponya baba yao Adamu. Adamu alimwambia mwanawe kuwa kiini cha ugonjwa huu ilikuwa ni nini. Wote walipokuwa mlangoni walisikiliza kwa makini. Waliangalia Adamu vile anateseka. Alikuwa anaumwa, alikuwa anagaagaa kitandani ashindwe la kufanya. Lakini Adamu aliwaeleza wazi kuwa ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua ulikuwa umetokana na dhambi ambayo walikuwa wametenda. Aliteseka sana kwa ukali na maumivu yake, lakini hakuna chochote kingefanyika. Hawa mke wake akamwomba Adamu mume wake kuwa agawe nusu ya ugonjwa huu ili wapate kushirikiana katika machungu ambayo alikuwa anayapitia. Ndiye ameleta shida hii yake yote. Hawa hakupenda kuona bwana yake akiteseka sana. Adamu akamwambia Hawa mke wake waandamane na Seti kwenda katika mikokotole ya mbinguni au gates of paradise, wamuombe Mungu kwa huruma yake apate kutuma malaika wake ili kuleta mafuta kutoka kwa mtu wa huruma na yangemponya Adamu kupitia na yale ambayo alikuwa inayapitia. Akiwa njiani kwenda katika milango ya mikokotole, basi Seti alijipata babaya. Alishambuliwa na mnyama wa ulimwengu ambaye alikuwa ni hatari sana. Hawa ambaye ni mamake alijaribu kupigana na mshambulizi huyu, lakini wapi. Sauti ikatoka kwa huyu mnyama ikasema, "Jiangalie wewe kiumbe duni, wataka kuinua mkono wako kuguza kiumbe wa Mungu?" Jawabu la haraka sana likamtoka Hawa, "Ni makosa yangu." Alipotoa sauti hiyo, basi sauti nayo ikatoka kwa huyu kiumbe ikasema, "Kama usingefungua mdomo wako kula matunda yaliyokatazwa mdomo wangu, ungefunguka kuharibu na kuua wanadamu." Seti naye akaingilia mamaka akasema, "Mama, chunga ulimi wako, toka mbele ya kiumbe wa Mungu,
mpaka siku ya hukumu itakapofika. Yule kiumbe alitoka na kwenda zake. Safari ya kwenda katika mikokotole ya mbinguni au Gates of Paradise iliendelea. Waliamini kuwa dawa ingepatikana ya kumponya Adamu ili aendelee kuishi. Walipofika katika milango ya mikokotole ya mbinguni, walimlilia Mungu kwa uchungu na maombolezi mengi sana, awahurumie, awape mafuta kutoka kwa mtu wa huruma ili mafuta haya yaweze kumponya Adamu. Kwa muda wa masaa 4 walikuwa wanaomba wakilia. Hakukuwa na malaika yoyote ambaye alionekana. Walionekana kukata tamaa. Punde si punde, malaika mkubwa wa Mungu ambaye ni Mikaeli aliwaonekania. Aliwaambia kuwa ametumwa na Mungu, kwa maombi yao hayatakubalika. Adamu atakufa vile ilivyosemwa. Walichoka, hakukuwa na lolote la kufanya. Malaika akaendelea kuambia kuwa wakati wa ufufuo na katika siku ya mwisho, wamchao Mungu peke yao ndio watapewa mafuta ya uzima kwa furaha kuingia mbinguni. Wakarudi kwa Adamu na kumwambia yote ambayo waliyaona na kuyasikia. Adamu bado alikuwa anateseka kitandani. Aliwaambia kwa upole kwamba haingewezekana. Adamu alimwambia Hawa mke wake awaite wanawe na wana wa wanawe waelezewe kwa kirefu kuwa maana ya dhambi hii ilikuwa ni nini na adhabu yake ni nini. Hawa aliita kikao cha haraka sana. Aliwaambia wazi kwa kirefu kuwa dhambi iliyotendeka ilikuwa ni ya nini na madhara yake yalikuwa ni yapi. Wakawa wameshika yote na kuyaelewa vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni. Nataka tufikirie hili. Kama shetani angemjaribu Hawa, wanadamu tungekuwa wapi? Vile vile nataka ufikirie kuwa kama Hawa angeyashinda yote ambayo shetani alimletea kama majaribu, basi ulimwengu ungekuwa wapi? Nataka upige darubini Adamu ambaye alikuwa mwanadamu wa kwanza. Kama angeyashinda yote na kuyavumilia yote ambayo alipitia wakati ule, basi ulimwengu ungekuwa vipi? Na vita ambavyo vinatoka kwa malaika aliyeasi Mungu na kutupa ulimwengu, kama ingekuwa hivyo, basi tungekuwa wapi kama wanadamu? Mungu ako na mpango. Mungu ako na nia. Mungu ako na njia. Njia zake Mungu zinakuwa ni kamilifu. Mambo yake Mungu yanakuwa ni kamilifu. Mungu ako na mpango wako na ako na mpango wangu. Tushike sheria, tufuate sheria za Mungu, tuelekezwe na Mungu, kwa kuwa Mungu ni sheria. Mungu ni neno. Mungu ni muumba. Vile vile Mungu ni mwanga wetu, mwanga unaotumulikia popote tutembeapo. Nimekupa siri, pata siri. Siri ndio hiyo, wewe ni siri.